I hope natumaini mko poa. Ni Mr. K tena kutoka Afro East Media. Tuko kwenye kipindi chetu cha Story na Vibe. Leo tupo mtaani kusikiliza sauti za wale watu ambao wanaopitia changamoto za maisha, changamoto mbalimbali. Hii video sio ya kuwahukumu, bali ni nafasi ya kuwasikiliza, kuwaelewa na kuwagusa mioyo yetu. Acha tuwape nafasi, tuwaulize maswali mawili au matatu kwa watu ambao tunaona wanapambana sana. Baadhi yao ni wazazi ambao wana watoto kama sisi. So tunapata nafasi ya kuongea nao mama mmoja, hata tupate nafasi kumsikiliza, tumuulize maswali mawili au matatu. Karibuni sana. Salama? Salama. Habari za saizi? Mzuri. Sisi ni Afro East Media, tunaongea na nani? Mnaongea na mama naitwa Mama Nadia, kana tafuta maisha ya watoto. Uko unatafuta maisha ya watoto. Mama Nadia, sisi ni Afro East Media. Nina maswali yangu mawili au matatu tunataka tukuulize kwa siku ya leo kuhusiana na maisha ambayo tunaona uko unapambana. Je, ni changamoto gani kubwa zaidi unayopitia katika maisha yako ya kila siku ambayo ungependa watu waielewe hiyo changamoto ambayo unaipitia maishani mwako? Maisha yenyewe natia mbele ni uchuruzi tu. Changamoto gani ambayo unapitia katika uchuruzi wako? Changamoto yenyewe natia mbele. Changamoto, shida ambazo unapitia katika uchuruzi wako. Shida yenyewe napitia hemo pako suna churuza, upati franga. Hapo nasikia kama ni mahangaiko nyene. Na pako suna churuza unapata hizo franga buko budogo nyene unapata kwa karasiwa kwa watoto. Na pako suna langua unachuruza upati wakilia. Unakosa franga. Njuna hangaiko nasema watoto watakula aje au vitaendeka aje, lakini nyuma Mungu akipenda unapata tazara sio taifumbia watoto. Je, una watoto wangapi? Mimi niko na watoto 5. Watoto 5. Oh, I see. Mimi na swali langu la pili ambalo nataka nikuulize, nisiwe mchoyo. Kama ungepewa nafasi ya kuomba msaada wa jambo moja tu siku ya leo, kwa yule mtu ambaye anajiweza, ungemuomba nini? Mie kumuomba chenye ningemuomba kusema Mungu anisaidie nipate fasi ya kunania ya kutafutia hemo watoto. Mimi chenye namuomba kwanza nikaprasana kenye wataweza ishi hemo watoto na kamtaji juu nipate gisi ndaweza watafutia. Kiufupi yani kidogo tu. Kama kuna kuja mtu anasema nataka akupe mtaji. Kifia unaweza kuomba mtaji wangapi na mtaji wa kuchuuza nini? Mtaji wenyewe mtu hivi sadepana maisha hivi yenye tuko hemo na hali mtu hivi ataweza omba milioni au 500,000 hivyo. Unaanza nyene kuchuuza vitu vidogo vidogo, unaanza hiyo viato au na hii mindu kichuruza pako saa Mungu anakujali unapata tabo vidogo, unashukuru hivyo na unapata chenye watoto wataweza kula. Je, hauna nyingine kazi ambayo unaitegemea? Ni mimi tu ndio nakulelea watoto? Mimi nilianza ichoma nikingari na mimba mtoto mmoja. Mpaka hivi njonye nikingari hemu. Juu naona napata hizo 2,000 za kuchuzia za kukabria watoto. Lakini nikipata huyo uwezo napata kama mtajika kuinukia. Ndaweza geuza na chuza vingine. Asante sana. Mimi na swali langu la tatu ambalo nikuulize, ni kitu gani kinakupa nguvu ya kuendelea kuamka na kupambana kila siku licha ya changamoto zote ambazo unakutana nazo? Ni kitu gani ambacho kinakupa nguvu? Yaani upate ule ujasiri wa kuamka kila siku ndio kutafuta na hizo changamoto zote ambazo unakutana nazo. Chenye kinanipa nguvu ni Mungu. Mbele ni Mungu kwanza. Alafu unapata na hicho chenye umekula. Juu kama ukula uzikapata nguvu nguramoke nguende kutafuta. Mbele ni Mungu, kingine ni kupata chenye utaweza kula. Ni kitu gani ambacho kinasababisha basi kitu ambacho kinasababisha unakuwa na ule moyo wa kutafuta sana? Ni kitu gani ambacho unakitafutia sana? Mungu. Kitu gani ambacho unatafutia? Watoto nini? Hauna watoto ambao unatafutia sana? Watoto ndio wenye natafutiaka sana. Ndio unasababisha unaamka kwenda kuwatafutia. Ndio. Na hii kazi yako ndio unalipia watoto wako masomo? Nalipiaga watoto masomo. Nalipa nyumba. Na nalipa nyumba. Nauzia makaye watoto, nguo. Binatokea mwa hii mihindi yenye nachuruzaga hapa. Mimi na swali langu la mwisho ambalo nataka nikuulize, kama ungepewa nafasi ya kuzungumza na mtu mwenye uwezo wa kubadilisha maisha yako leo, ungemwambia akusaidie nini? Mimi chenye ningemwambia kweli nikimupata na kuya. Chenye ndaweza mwambia hivi, anisaidie yenyewe anipako kamtaji juu kama autumiki aweze kupata yoyote. Na ananisaidia mtaji afu natafuta na mimi nainukia sasa nachuuza na kwa sababu nyingine na watoto wangu wanafika wanaishi vizuri.
So asante sana Mama Nadia. Leo tumepata nafasi ya kuzungumza na wewe, sisi ni Afro East Media. Swali la mwisho ambalo nataka nikuulize, swali la bonus. Mfano kwa hii mihindi yako ambayo unachuuza, ukichuuza vizuri, faida ngapi ambayo unaipata kwa siku? Kwa siku mihindi ukichuuza vizuri, sadepana kisume kumerangua. Pako saa unakutana biashara biko na pako siku unakutana habiko. Ukilangua vizuri unafaidika kusiku, pako siku unapata hiyo 20,000 hiyo 15,000. Na ukikosa pako saa unafaidika kwa 5,000, 3,000, 8,000 njoo hivyo. Na unabehemelesha hivyo hivyo. Sasa mfano mtu akisema anataka kukusaidia, anaweza kukupata aje? Kama unaweza kaacha namba ya simu au unaweza ukatuambia nafasi kwetu tunaweza tukakupata, ila ingeliwezekana uache namba ya simu. Unaweza kusema namba yako ya simu hapa, bana mtu ambaye atakayeguswa anataka kusaidia anaweza kapita kwa namba yako ya simu na akapata kusaidia. Haina shida. Namba ya simu ni 76 537 354. Njoo hiyo namba yangu ya simu. 76 537 354. So guys, I hope natumaini mmesikia huyu mama changamoto ambazo anazipitia katika maisha. Hii biashara yake anafanya ya mihindi ndio inamkulisha, inamlipia watoto masomo na inafanya licha ya yale yote maisha ambayo anayaishi ni kwa hii kazi yake ya mihindi. Kwa yule ambaye ana moyo, anaguswa, anaona ana uwezo wa kumsaidia, anaweza kufanya kile kitu chochote ambacho anaweza kumsaidia. Kama mimi journalist wa Afro East Media, nilikuwa na neno moja la mwisho ambalo nataka niwachenyi mashabiki. Hii video hatuifanyi kwa sababu ya kuhukumu watu, hapana. Hii tunaifanya wakati mwingine mtu anahitaji. Kipindi chetu kinaishia hapa siku ya leo. Tumepata nafasi ya kumsikia huyu mama. Mimi ni journalist wa Afro East Media. Acha tupate nafasi ya kukuaga, lakini neno moja ambalo nataka nikuachie, neno la mwisho kama vile mtazamaji. Wakati mwingine mtu hahitaji kuhukumiwa, anahitaji tu mtu wa kumsikiliza. Tuendelee kuwa na moyo wa kusaidiana guys. Asante sana.